lakini Biblia inatusifia, inaturudishia matumaini tena yaliyokuwa yamepotea. Walipofika pale, Biblia inasema wakamkuta kijana ameketi pale. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo, haimtaji kama kijana, inamtaja kama malaika. Halafu akamwambia ya kwamba yule mwamba mnayemtafuta ambaye ni Yesu, ninataka nikwambie hayupo, ameshafufuka. Piga kelele, Yesu amefufuka. Haya mama, wanasema ya kwamba walitarajia kuona Yesu akikaa kaburini miaka yote, walitarajia kuona Yesu akiwa amezikwa, lakini Biblia inasema ya kwamba wanasema hayupo mnayemtafuta, ya maana ya kwamba ameshafufuka. Halafu mwamba alikuwa mwamba wa vita, alipofufuka tu akaendelea na shughuli, hakunyamaza kimya. Na mimi nataka nikwambie, kila kilichokufa kwako Yesu anakiinua leo, na Yesu anakibadilisha kwa jina la Yesu Kristo. Yupo mwamba wa vita, ninayemjua ni Yesu, ambaye akiingia kwa mtu huwa anabadilisha kweli kweli. Tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo, inasema ya kwamba akawa hayupo tena, ameshafufuka, na yeye hayumo kaburini. Jiwe limeviringishwa, wakaulishana, imewezekanaje? Imewezekanaje jiwe kuviringishwa na kuweza kuondolewa? Ninataka nikwambie, kuna mambo hayawezekani, lakini yupo mwanaume Yesu, yupo mwanaume Yesu, na huyo nimemleta kwako leo. Yupo mwanaume Yesu, ninataka nikutabirie kwa jina la Yesu, kila jiwe ambalo limeketi kwako litaviringishwa leo, litaviringishwa leo, maana yupo mwamba wa vita. Kitu ni kimoja tu, wekubali na kumpokea Yesu. Anasema ya kwamba aniaminie mimi atapata uzima wa milele. Ngoja nikwambie mwanangu, tuliokuwa kwa Yesu huwa tunadunda tu, wachawi wakitujia usiku manane. Ninasema asante Yesu uniletea walinzi, maana Mungu amenipa walinzi. Ni waganga wakiniroga, ninasema asante kwa kunitambulisha, maana nimekuwa superstar. Ngoja nikwambie, wachawi wakikaa vikao kuniwangia, ninasema asante Baba kwa neema ya mimi nimepata neema kukaa vikao. Mimi ni mtu wa maana, na mimi nataka nikwambie, ukiwa ndani ya Yesu, watakao keti vikao kukuwangia, watakaa vikao vya kujadili maendeleo yako. Mungu atabadilisha, Mungu atabadilisha. Jambo ni moja tu, wewe mpokee Yesu, mweke moyoni. Halafu mwanangu, akikaa Yesu moyoni, huwaga anabadilisha. Kama ulikuwa hauna watoto, yeye Yesu ana tabia ya kuachia watoto. Halafu ukiona watoto, anaachilia na wajukuu, anaachilia na vitukuu. Halafu ukiwa kwa Yesu, huyu Yesu ni mzuri zamani, huyu Yesu ni mzuri. Ukiwa kwa Yesu, anakupa na vihelahela, tena sio vihelahela, anakupa manoti. Unatembea na gari nzuri. Nataka nikwambie, wewe uliyekuwa umeketi huko na nisikiliza, nimeleta habari nzuri ambayo huyo mwamba wa vita, sema mwamba wa vita, huwaga akiingia kwa watu anabadilisha. Hata usiogope mwanangu, hasa usitetemeke mwanangu. Wewe baba uliyeko mahali hapa, wewe hata usiogope, hata usiogope. Walitabiria kwamba utatoboa, nimekuletea mwamba ambaye ni kia kutoboa. Walikwambia utaemba, nimekuletea mwamba wa vita. Wewe usinyamaze, hata kuokoa kamsinge kubali na kuingia gharama ya kumfuata yeye. Anasema ya kwamba jitwikeni msalaba wenu na mnifuate. Hata usihangaike na mambo mengi sana. Utatembea kwa manabii, utapewa mafuta ya upako. Sio vibaya mafuta ya upako, lakini kuna Yesu ana upako zaidi ya upako. Nataka nikwambie, kuna huyu mwamba wa vita, kuna huyu Yesu ambaye nimekuletea hapa leo. Yeye ana upako zaidi ya nabii. Nimekuletea Mungu ambaye yeye ambaye ni zaidi ya hirizi. Unahangaika na mahirizi, unatembea na mahirizi kwenye vikwapa. Nataka nikwambie, hiyo mizigo sisi hatuna, tunatembea na Yesu tu. Haleluya, haleluya. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Shamana, haleluya. Na wewe tu, wewe kubali tu, wewe kubali tu. Acha kung'ang'ania waganga, acha kung'ang'ania wachawi. Wasikudanganye mwanangu, wasikudanganye mama yangu. Nataka nikwambie, kuna hilo lisimba la Yuda
walilisulubisha wakafikiria limekufa. Halafu mwamba alivyokuwa ajabu, walivyomweka msalabani akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Wakafikiri amekwisha, kumbe walijichanganya. Walivyomuua, Biblia inasema alishuka kule kuzimu, akazichukua funguo. Kwenye kitabu cha Mathayo anasema ya kwamba alishuka kuzimu akachukua funguo, halafu akatukabisi. Asikia, mwambie jirani yako, raha wewe. Halafu alivyoshuka kuzimu akasema ya kwamba ametupa funguo ya kufungua jambo lolote duniani na mbinguni, na tutakalofunga hapa litabarikiwa, litafunguliwa na mbinguni. Nataka nikwambie, unayofungua mwanangu, unayofungua ndugu yangu, wewe ni kumkubali Baba, umkubali Yesu, ambaye huyu Yesu alitolewa na Bwana yetu na Mungu wetu. Mungu anasema ya kwamba kwa maana jinsi yeye aliupenda ulimwengu, je, ni nani ambaye awezaye kumwachia mwanaye apelekwe mateka, akagongwe misumari, azarilishe, atemewe mate? Lakini Mungu aliweza, akamwachia mwanaye, akamwambia, my son, my daughter, nenda duniani huko ukaniletea watoto. Kwenye kitabu cha Ufunuo 5:9 kinasema ya kwamba jamani, alinunulia Mungu watu wa kila kabila na kila mataifa. My God, sema piga kelele, ametununua kwa gharama. Piga kelele, ametuletea zawadi, ile zawadi nono ya uhai. Usihangaike mwanangu, yupo Bwana wetu. Haya, haleluya. Mimi nikisikia wasee wananiwanga, I feel najisikia raha. Natamani hata mchawi wangu nimjue. Ndio nampa hela za sala, namwambia mwanangu, endelea kuroga, unanichangamsha. Haleluya. Akinipiga vita ananichangamsha kwenye maombi. Haleluya. Na wewe uliyekuja hapa, nataka nikupe hii raha mwanangu, usiogope. Ukiwa ndani ya Yesu, ukaweka mizizi kabisa ndani yake, ukaweka mizizi, hautahangaika. Haleluya. Hautahangaika mwanangu. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa? Unahangaika na watoto, umezaa vichwa ni vichwa ngumu, hawaelewi, ni wabishi, ni wagumu, lakini kunaye Yesu. Haleluya. Nataka nikupe ushuhuda huu. Bwana asifiwe. Mtu mmoja, mwanamke mmoja kule Arusha, alizawadiwa zawadi ya watoto 5. Alipopewa watoto 5, akawa akiishi nao, lakini watoto wakawa ni wakorofi. Kama mnavyojua watu wa Arusha, akawa ni mkorofi. Wale watoto wanampiga mama yao, wanamsumbua sana, wanampiga, wanamuumiza wakati mwingine, wanamnyanyasa wakati mwingine, wanamtesa wakati mwingine. Walikuwa wakimpiga. Yule mama akaona ni bora aondoke. Alivyoondoka yule mama, akaenda kuishi mtaani. Akawa ni mama wa kunyanyasika. Akaanza kurewa pombe, akaanza kuteseka, akaanza kuhangaika. Moyoni mwake masononeko yakajaa. Wakati fulani ninafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, tukamkuta yule mama kwenye nyumba ya kirabu, alikuwa anakunywa pombe. Tukamhubiria habari njema, ashukuriwe Mungu. Hiyo siku alikuwa hajalewa. Tulivyomhubiria akasema, mimi mkifanikiwa kufanya watoto wangu waache kunipiga, nitamkubali huyu Yesu. Nikamwambia kwa ujasiri, watoto wako wako wapi? Akaniambia wapo nyumbani. Nikamwambia twende. Tulivyofika nyumbani, tukawakuta wamevuta bangi, walikuwa wamelewa. Mmoja akashika panga akasema, uliyekana Biblia sitaki kukuona. Tukaondoka, tukasema hapa kuna kuchalangwa. Tukaondoka. Tulivyoondoka, yule mama akaendelea kukua, akaendelea kumjua Kristo. Siku baada ya siku, mama akawa ni mwana maombi, akakuwa katika Kristo, akaanza kuombea watoto wake, akawa na wanenea mazuri watoto wake. Ninataka nikwambie, baada ya mwaka mmoja kulikuwa kuna badiliko. Wale watoto ambao walikuwa ni wavuta bangi, sasa wamekuwa ni watu wazuri, wanasali kanisani, wanaenda kanisani. Maana Yesu ambaye huwa anabadilisha ndiyo Yesu ambaye nimekuletea na wewe. Hata usiogope. Unaogopa magonjwa asikutese. Ninamjua mwamba wa vita ambaye akiingia kwa mtu huwa anafanya badiliko. Ninataka nikupe hii hapa nayo ya kwamba